Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Uyangu Muislam, leo tumekutana tena kwa ajili ya kusomeshana na kuelimishana na kukumbushana. Leo ndugu yangu Muislam, nitakukumbusha kuhusiana na suala la elimu. Unaipa kipaumbele elimu? Unaitazamaje elimu katika maisha yako? Unaichukuliaje elimu katika maisha yako? Elimu ni jambo muhimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kusema, khairukum, mbora wenu, khairukum man taallama alqur'ana wa allamahu, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani kisha yeye akaifundisha kwa wenzake. Huyu ndiyo mbora kwenu nyinyi. Mbora kwenu nyinyi ni yule ambaye ametenga muda wake, akaacha shughuli zake na mambo mbalimbali ambayo yeye alikuwa anayataka katika nafsi yake, lakini akayaacha mbali, akasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mbora kwenu nyinyi. Unajua Muislam kwamba nani mbora katika nafsi yako? Nani mbora katika macho yako? Ni mwanamuziki? Ni mwigizaji? Au ni nani mbora katika maisha yako wewe? Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha mbora ni yule aliyeisoma Qur'an na yeye akawafundisha wenzake. Huyu ndiyo mbora kwenu nyinyi. Ndugu yangu Muislam, ili watu waweze kutoka pale walipo, taifa lolote, eneo lolote, mji wowote, ili uweze kutoka pale ulipo alafu ukue juu katika hali yoyote, lazima taifa hilo, lazima eneo hilo wakumbane na kitu kinachoitwa elimu, ndiyo watafanikiwa. Mmoja katika wanazuoni mbalimbali waliwahi kusema maneno yao. Mmoja namkumbuka yule alipata kusema neno, inna nashra ta'lima al-ibtidai, hakika kueneza masomo ya msingi. Masomo ya msingi ni yale masomo ya awali, ya kwanza, kuyaeneza masomo hayo baina tabaqati shabi, baina ya tabaka mbalimbali za watu. Kueneza masomo ya msingi baina ya tabaka mbalimbali za watu, min aqwal wasaili, ni katika njia yenye nguvu. Njia yenye nguvu ya kutupeleka wapi? Ya kutufikisha wapi ndugu yangu Muislam? Litarqiyatil umma, kwa ajili ya kuunyanyua juu umma. Masomo ya msingi kuwapa watu katika elimu, katika maisha yao. Elimu ile ya mwanzo ni moja katika njia yenye nguvu ya kuhakikisha kijiji fulani kinatoka katika hali ya chini na kukua katika hali ya juu kwa sababu ya elimu. Tunaweza tukasema kwa namna nyingine, tunaweza tukasema kwanza ufahamu, maarifa ndiyo yatakayomtoa mtu chini kisha yakampandisha juu, kumweka katika eneo ambalo yeye analihitaji. Maarifa. Leo unataka nini ndugu yangu Muislamu? Kile unachokitaka kinahitaji maarifa. Umetenga muda kwa sababu ya kutafuta maarifa? Umetenga muda kwa sababu ya kuhakikisha unapata maarifa fulani? Fanya hivyo ndugu yangu Muislamu. Sasa taifa lolote aliwezi kunyanyuka kutoka pale lilipo kisha likawa katika hali iliyoko mzuri mpaka watakapopata maarifa, watakapopata elimu. Elimu ndiyo itawanyanyua kutoka chini alafu wakenda katika eneo lililokuwa juu. Ndugu yangu Muislamu, wala tansa, usisahau anna ta'lima al-ibtidai, hakika masomo ya msingi, yale masomo ya kwanza wahdahu peke yake, ghairu kafin, si yenye kutosha.
hayawezi kutosha lihajati lumma, kwa namna ya haja ya umma jinsi ulivyo. Umesoma kiwango chako kidogo cha chini cha elimu, bado haitoshi ndugu yangu Muislamu. Kwa namna ya umma ulivyo, kwa namna mahitaji ya Waislamu yalivyo, huwezi kutosheka hapa, lazima uongeze elimu. Ongeza elimu kwa manufaa yako kwa mwenyewe, ongeza elimu kwa manufaa ya jamii yako, ongeza elimu kwa manufaa ya Waislamu wote. Waislamu wanahitaji elimu, Waislamu wanahitaji kujua, Waislamu wanahitaji kufahamu, Waislamu wanahitaji kufahamishwa Uislamu wao unataka nini. Ndiyo hiki kitu kikubwa ambacho Waislamu wanachokihitaji katika maisha yetu ya hii leo. Muislamu hawezi kuswali, Muislamu hawezi kufunga, Muislamu haujui hata udhu wake. Sasa ili Muislamu umtoe pale chini umpandishe juu, lazima umpe elimu huyu mtu. Bila kumpa elimu utamwacha pale pale na hatoweza kutoka pale alipo ili aweze kupanda juu. Ndugu yangu Muislamu, kama bado hujajiuliza ukakaa chini ukatafuta maarifa, tafuta maarifa. Maarifa ndio yatakaye kutoa katika hali ya umaskini, maarifa ndio yatakaye kutoa katika hali ya unyonge, maarifa ndio yatakaye kutoa katika hali ya kutokujua kwenda katika kujua, kwenda katika kujua, na si vinginevyo, si kujitengeneza katika hali yoyote kinyume na wewe na kuwa maarifa. Kaa chini, nenda darasani, pata elimu ndugu yangu Muislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.